Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili nami niweze kuchangia kwenye hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Awali ya yote, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nimpongeze Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri na kazi kubwa wanayoifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hongera sana. Swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti na masuala matatu au manne hivi, kama muda utanijaliwa kufanikisha kumaliza. La kwanza, nishukuru serikali kwa kukamilisha uwanja wa ndege ndani ya jimbo la Sumbawanga mjini na mkoa wetu wa Rukwa. Uwanja ule umekamilika na muda wote sasa ndege zitaanza kutua na hatimaye Rukwa yetu itakuwa imefunguka. Mheshimiwa Mwenyekiti, wabunge wengi wameongea humu ndani kuhusu barabara. Kila mbunge aliyesimama hapa ameongelea barabara. Si barabara za TARURA wala si barabara za TANROADS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii mifuko miwili hii tulitenga ndani ya bunge humu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na road fund ambao ni mfuko wa barabara, tumetenga fedha hizo zinakwenda kule, na fedha zile zinapatikana na tozo za mafuta ili ziweze kila mwaka kuweza kuboresha barabara zetu ndani ya taifa letu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka hapo tunaposimama hapa, 80% ya barabara tulizozitangaza na tukapata wakandarasi mpaka leo zimesimama. Kuanzia Rukwa, Mpanda, maeneo yote yale ndani ya Tanzania hii 80% barabara zimesimama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kila mkandarasi aliyeshinda tenda alipewa site, akapewa advance payment. Baada ya hapo hakuna mkandarasi hata mmoja aliyepokea pesa. Nini hasara zake? Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi anapokuwa ameshinda na amekwenda site, amepewa advance payment na tuna fedha za kumlipa, ule mkandarasi ataendelea kutuchaji siku hadi siku mpaka pale atapokuwa amemaliza kujenga barabara. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tatolea mfano. Mkandarasi ameshinda labda tenda moja au barabara ya kutoka Muzi kwenda Ntendo kwa bilioni 52. Lakini mpaka leo barabara ya Ntendo Muzi ina miaka 4 haijawekwa hata kilomita 1 ya lami. Kwa maana hiyo, mpaka barabara ikamilike ndani ya miaka 5 mingine mijayo au miaka 4, tutakuwa tumelipia barabara ile kwa shilingi bilioni 100 zaidi mpaka bilioni 110. Sasa tuna barabara ngapi kiasi hicho? Nitaka niishauri serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, bajeti hii ya mwaka huu tusiwe na mradi wowote mpya. Twende tukakamilishe miradi ya zamani. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wetu hao kwa sababu tumewaahidi kujenga barabara, angalau hata tungejenga kilomita 10 wangeona kuliko sasa hivi mkandarasi kwa site na hakuna hata kilomita 1 ya lami iliyoweza kujengwa. Tunapata hasara kubwa, lakini hili Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka nimshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu naamini ni mzalendo, tunapoteza fedha nyingi sana. Sambamba na hilo, TARURA, wote humu ndani wanaipongeza TARURA na mimi naipongeza TARURA, lakini fedha hawana. Barabara za mwaka jana, tenda za mwaka jana tumeziahirisha. Kwa nataka nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali inapokuja basi tukubaliane zile barabara ambazo tulizipitisha mwaka jana twende nazo mwaka huu zikaweze kukamilika. Lakini nitakushangaza Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka jana hiyo tulitenga fedha, tukasema sasa tuongeze kodi kwenye mafuta, zile fedha zikipatikana ziende TARURA, tukajenga ili kuna kitu kinaitwa ring fence. Mimi hiyo naamini sasa hivi sio ring fence, ni open fence. Hela ambazo tunazitenga ziende kwa ajili ya barabara haziendi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakaa humu bungeni, tunatafuta source ya fedha, tunakubaliana kwamba fedha hizi sasa ziende TARURA ili zikaweze kujenga barabara zetu. Fedha zile haziendi, zinakwenda wapi? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mambo yanasikitisha sana. Bajeti ya mwaka jana nikiwemo humu ndani tumepitisha kwamba hospitali ya rufaa ya mkoa ya Rukwa utajengwa. Tumepitisha 2.5 bilioni hapa. Mpaka anaposimama hapa leo hata senti 5 moja haijakwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka wabunge wanielewe kidogo. Kuna habari
Wizara ya Afya inataka kukopa fedha shilingi trilioni 1.4 trilioni kwa ajili ya ukarabati Muhimbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba waheshimiwa wabunge, ili jambo tusilikubali. Na nimuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama lipo kwenye Wizara ya Afya huko, limeshakuja kwenye kamati, kuna lobbying zinafanyika, niombe bunge hili, nendeni mkafanye research. Tusikubali kwenda kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa shilingi trilioni 1 na bilioni 400. Haiwezekani. Na mimi niko hapa Mheshimiwa, nimesimama kwa ajili ya kuwasaidia kuwakilisha wananchi. Taarifa Mheshimiwa. Mheshimiwa Dr. Samizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nampongeza Mheshimiwa mbunge kwa mchango wake mzuri sana. Naomba nimpe taarifa tu ili kwa uelewa. Jambo linaloendelea kwa ajili ya Muhimbili sio ukarabati, ni ujenzi wa Muhimbili mpya. Ni kweli kabisa. Ujenzi huo utatumia trilioni 1.2 na ni mkopo, lakini lengo ni kutaka Muhimbili iwe hospitali bora kwa sababu imeshindwa kupata ithibati. Majengo ya Muhimbili ukiyaona yamesambaa sana, yametumia eneo kubwa. Mpango huo ni mahususi kwa ajili ya kujenga Muhimbili mpya, Muhimbili ambayo itakuwa na uwezo wa kulaza wagonjwa 1,300. Ni ujenzi wa hospitali pamoja na usimikaji wa mitambo yote ya Muhimbili, na itajengwa kwa awamu ya miaka 7. Kwa hivyo nataka kuweka vizuri tu, sio ukarabati wa Muhimbili, lakini ni ujenzi wa Muhimbili mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Aishi, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa, hata wabunge sidhani kama wataipokea. Hainiingia akilini. Tuna mzigo mkubwa bado. Tuna miradi mingi imesimama. Tuna mikopo mingi. Tunalipa madeni mengi. Kwa nini tukaongeze mzigo zaidi ya mzigo, na hospitali ya rufaa ya Muhimbili bado ipo? Twendeni jamani na kimoja. Twende tukamalize SGR yetu. Twende tukamalize barabara zetu. Twende tukakarabati meli zetu. Kula Kigoma Mheshimiwa, leo ni budget ya mwaka wa 5. Tunasema tunajenga meli haijajengwa mpaka leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakuomba sana. Inawezekana ni mkopo, lakini nendeni kwenye mikoa mingine, hospitali za rufaa za mikoa hazijajengwa. Kwa nini twende tukabomoe kitu ambacho sasa hivi kinafanya kazi? Una gari bado nzima, acha kwanza endelea kufua mengine. Hizi hela ni nyingi, tunaenda kukopa na tutalipa, na mwisho wa siku tutaendelea kuwa na madeni. Mimi naishauri serikali kwa nia njema, tuachane na hili jambo. Na kama fedha hizo tumeenda kuzikopa tayari, basi ziende zikajenga hospitali za rufaa kila mkoa ili kupunguza mzigo wa wagonjwa kwenda Muhimbili. Yako maboma kule. Mimi nataka nishauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini ni mzalendo, liangalieni jambo hili. Najua litakuja bungeni, tutapigwa siasa, tutaweza kulipitisha. Ni kuombe sana, liangalieni mara 2 mara 3. Kwa sasa hatuna uwezo huo wa kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa bilioni zote hizo. Twendeni kidogo tutafika, lakini tukienda haraka hatutaweza kufika. Mimi ushauri wangu ndani ya bunge, na naamini katika hili ipo siku mtanikumbuka, nilisimama hapa nikashauri hili. Tusiweke mzigo mzito kwa wananchi, tutashindwa kuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako maboma kule. Mimi nataka nishauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini ni mzalendo, liangalieni jambo hili. Najua litakuja bungeni, tutapigwa siasa, tutaweza kulipitisha. Ni kuombe sana, liangalieni mara 2 mara 3. Kwa sasa hatuna uwezo huo wa kujenga hospitali ya rufaa ya Muhimbili kwa bilioni zote hizo. Twendeni kidogo tutafika, lakini tukienda haraka hatutaweza kufika. Mimi ushauri wangu ndani ya bunge, na naamini katika hili ipo siku mtanikumbuka, nilisimama hapa nikashauri hili. Tusiweke mzigo mzito kwa wananchi, tutashindwa kuendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, twende tukasimamie na kukarabati miradi mingine ilikuwa haijakamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mradi wa meli Lake Tanganyika. Nimesimama hapa mwaka wa 7 hapa. Liemba imekufa, Mwongozi imekufa. Tukamwambia tunajenga meli mpya hapa.
Hiyo meli ni hadithi, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mpaka leo hatuna meli hata hii moja. Matokeo yake mawaziri wa uchukuzi wanachukua sisi wabunge kwenda kushangaa meli za Mchina ambazo ziko kule Lake Tanganyika. Si meli zetu zile. Meli zetu lini zitajengwa? Lakini nataka niwaambieni wabunge wa kutoka mkoa wa Rukwa, Kigoma, Katavi, wananchi wanakufa sana, wanazama sana, lakini hawana usafiri. Tukasema basi twendeni kwa karabati angalau meli moja. Wakanijibu hapa karabati MV Sangara. MV Sangara inabeba mafuta, ibebi watu. Kwa kule usafiri wa Lake Tanganyika wanasafiria maboti ambao kila siku wanazama, wanapotea. Nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri wa uchukuzi anapokuja kuja hapa na bajeti yake aje tuhakikishie lini meli imejengwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kuna karakana ya meli kule Kigoma. Wameingia mkataba na mkandarasi miaka 4 iliyopita. Wamempa 5%, sio 10% ya ule mradi kama advance payment. Mheshimiwa, muda mpaka leo hawajatoa zile fedha, mradi umesimama. Mheshimiwa, hizi samani kidogo nimalizie Mheshimiwa, naomba kwa uelewa kidogo wa bunge. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Hii advance payment hii inayotolewa kwenye miradi ni hela za watu. Mtatoa, ikishatolewa advance payment mradi hauendelei, umekufa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja, lakini nitakuja tena baadaye na nimwombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kweli tupate nafasi tuongee, tujadili kwa ajili ya maslahi ya nchi yetu. Asante.